Siku ya kwanza kuanza gym, nilikuwa serious sana na mazoezi. Lakini usiriazi wangu ulivunjwa na Mwajuma Nyaugoko baada ya kumuona yuko pembeni yangu akiwa anafanya mazoezi huku amekibinua. Nilishindwa kuconcentrate na mazoezi kabisa. Nikajikuta naanza kumwangalia yeye, na yeye aliweza kugundua hilo swala. Akafanya makusudi, akainuka ili angalia response yangu itakuwaje. Alipita pembeni yangu na kunikonyeza. Nilipata konyezo kali sana kuliko mtu yoyote katika mkoa wa Dar es Salaam kwa siku hiyo. Licha ya Mwajuma Nyaugoko kunikonyeza na kuniwekea mitego mikali sana, ila hakuweza kunitoa mchezoni, maana nilikuwa ni kijana mdogo ambaye sitaki kuharibu uvulana wangu. Niliendelea kufanya mazoezi yangu. Mwajuma Nyaugoko alienda kwenye kibarabara, ghafla kaniita. Nilifundishwa nidhamu nzuri na wazazi wangu. Hivyo basi niliangalia huko na huko, nikagundua niliyeitwa ni mimi. Na mimi sikuweza kukataa, ikabidi nikamsikilize Mwajuma Nyaugoko. Kamsikilize Mwajuma Nyaugoko, maana najua ni bora nikatae maneno lakini sio wito. Nilienda huku nikiamini kabisa Mwajuma Nyaugoko ameshindwa kuendesha kibarabara. Mwajuma Nyaugoko naye akathibitisha hilo kwamba kibarabara kimemshinda. Mimi ikabidi nimwambie kwamba pia ni trainer kwenye hili gym. Nikamwambia Mwajuma Nyaugoko ashuke ili nimuonyeshe namna ambavyo kibarabara huwa sisi tunakiendeshaga tukiwa kwenye hili gym. Mwajuma Nyaugoko alishuka akiamini kabisa kwamba mimi nitaweza kumsaidia kuendesha kibarabara. Nilipanda nikiwa najiamini sana, maana naamini kwamba mwanaume hashindwi na jambo lolote. Nilimwonyesha Mwajuma Nyaugoko kwamba ukibonyeza hapa palipoandikwa start ndio kibarabara kinaanza kutembea. Ni kweli kibarabara kilianza kutembea. Nikamwambia ukibonyeza jumlisha kinaongeza speed. Ili kumuonyesha Mwajuma Nyaugoko kwamba mimi ni noma, niliongeza speed nyingi zaidi. Hatimaye ilinishinda, nikawa natembea kama vile nacheza style za singeli. Kibarabara kilinitupa mbali sana. Mwajuma Nyaugoko alishia kunidharau na kunicheka na akaondoka, akaenda kutafuta trainer mwingine. Lakini mimi kibarabara ambaye kilikuwa kimenitupa mbali sana, mguu wangu ulikuwa na maumivu kidogo sehemu ya magoti kwenye joint. Kweli nimeamini sifa sio kitu kizuri kabisa kwenye maisha. Ilinibidi niondoke huku nikiwa na aibu kubwa sana, na kuahidi kwamba sitarudi tena kufanya mazoezi ya gym, maana sio kipaji changu.